Karibu tena msikilizaji. Hapa tunachimba kwa kina. Leo tuna kitu hapa. Maandishi uliotupa yenye kichwa tuseme kinachochoma kidogo. Ukware si ajali, ni mpango. Kichwa chenyewe kinaanza na kishindo. Kabisa. Na yani chanzo hiki kinatoa mtazamo tofauti sana. Na unaozua maswali mengi kuhusu uaminifu. Unajua mahusiano haswa kwa upande wa wanawake ndio mwelekeo wake mkuu. Na kinachoonekana hapa, lengo lao sio tu kutoa maoni. Sio kabisa. Lengo letu hapa sisi si kuhukumu, hapana. Ni kufungua na kuangalia, kuelewa tu hizi fikra zilizomo. Ni nini hasa wanachosema? Na wazo kuu lile kubwa kabisa ni kwamba kitendo cha mwanamke kwenda nje ya mahusiano si kitu cha ups imetokea. Wanasema kimepangwa kwa umakini. Ndiyo, hapo ndipo utata unapoanzia. Wanakataa kabisa visingizio vile vya nilibanwa, nililewa kidogo. Wao wanasema hapana, huu ulikuwa uamuzi, mpango. Hebu tuanze na pale wanapoanzia. Wanasema eti wanawake udanganya kuliko tunavyofikiria. Na wanajua kuficha, ustadi mkubwa, ndivyo wanavyodai. Wanataja hadi takwimu, ingawa kama ulivyosema, hili ni dai lao. Inasema vipimo 1 kati ya 3 vya DNA huwa hasi, yaani baba siye. Ni nzito hiyo. Ni nzito sana. Na wanaenda mbele zaidi kusema chanzo kikubwa au kichocheo kikubwa ni ukaribu. Ukaribu kama upi? Wale unaokutana nao kila siku. Wafanyakazi wenza, majirani, hata ex wako ambaye sasa mnawasiliana kirahisi tu kwa WhatsApp. Naona wanaunganishaje huo ukaribu na huo mpango wanaosema? Hoja yao ni kwamba ukaribu unaleta fursa. Yaani uaminifu unapimwa zaidi na wale walio karibu nawe kila siku. Sawa. Na hawakomi hapo. Wanasema ukaribu huu unaweza kuwa sehemu ya maandalizi. Wanataja hata ile dhana ya unajua mme wa kazini. Yule rafiki wa karibu sana kazini. Ule huyo. Wanasema hiyo inaweza kuwa kama hatua ya kwanza hivi, isiyoonekana kama ina madhara mwanzoni. Maandalizi. Hapa sasa ndipo hoja yao inazidi kuwa tuseme kali zaidi. Wanasisitiza kwa nguvu zote kwamba kitendo chenyewe, kile kitendo, hakiwezi kuwa ajali au kuteleza tu. Kabisa. Wanachora picha kama vile ni ratiba ya mradi. Wanasema kuna hatua zinazofuatwa, sio moja tu. Hatua gani hizo? Wamezitaja? Wanaanza na zile ishara ndogo ndogo. Kuchezeana kimapenzi, kwa maneno, kwa macho, flirting. Sawa. Kisha inahamia kwenye meseji za faragha, kutumiana ujumbe. Halafu hapa panavutia, hatua ya kufuta hizo message. Kuficha ushahidi. Ndiyo. Na wao wanasema hilo peke yake ni uamuzi wa makusudi. Si bahati mbaya umefuta. Na inaendelea. Inaendelea. Wanadai kuna kufikiria muda mwafaka, kuchagua nguo maalum kwa ajili ya tukio, kupanga uongo utakaosema unaenda wapi. Nienda kwenye kikao, namsindikiza rafiki yangu, vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo. Halafu maandalizi ya kufika eneo lenyewe la tukio, iwe hotel, iwe nyumba ya wageni, popote. Na mwisho kitendo chenyewe. Na wanasema hivi vyote kwa pamoja ni misheni, sio makosa. Misheni iliyopangwa, ndivyo wanavyoita. Wanataka kuondoa kabisa ile dhana ya ilishtukiza, niliumbishwa. Badala yake wanasema kila hatua ilikuwa kama umeruhusu mwenyewe, umejipa taa ya kijani. Ndivyo wanavyoiweka. Na hii inazua maswali mazito kuhusu uwajibikaji, dhamira. Kila uamuzi mdogo kwao ulifungua njia kwa unaofuata. Kuna kitu kingine walichogusia kuhusu marafiki. Nilikiona hapo. Hiyo nayo ni sehemu muhimu ya hoja yao. Wanasema mara nyingi mwanamke huyu anakuwa na marafiki wachache sana. Labda 2, 3 wanaojua kila kitu. Na sio tu wanajua. Kulingana na maandishi haya, wanaweza kushiriki kikamilifu. Kushiriki kivipi? Kusaidia kuficha, kutoa visingizio kwa niaba yake. Yaani, fulani alikuwa na mimi jana usiku kucha. Au hata kumsaidia kimipango, labda kumpeleka sehemu ya kukutania. Kweli. Ndivyo chanzo kinavyodai. Na kwao
Hii inaongeza uzito kwenye ile hoja ya mpango, kwamba si jambo la mtu mmoja tu lililotokea kimya kimya. Linaweza kuwa na watu wanaolisaidia lifanikiwe. Mtandao mdogo. Kwa hiyo tukijumlisha haya yote kutoka kwenye chanzo hiki, picha inayojitokeza ni hii. Ukosefu wa uaminifu unaelezewa kama kitu kilichopangwa hatua kwa hatua, kitu kinachochochewa na fursa za ukaribu na kinafichwa kwa ustadi, wakati mwingine kwa msaada wa marafiki. Ndio, ni mtazamo huo, na ni mkali sana. Unalenga upande mmoja kwa kiasi kikubwa. Ni mtazamo mmoja, ndio, bila shaka, na ni muhimu kukumbuka hilo. Hatusemi ndivyo ilivyo, tunachambua wanachosema wao. Kabisa. Na unapomaliza kusoma hoja kama hii, unajua inakuacha na swali. Swali gani? Hivi, kama hii dhana yao ya mpango ulioratibiwa ingekuwa na ukweli wowote ndani yake, hata chembe ndogo tu, inabadilishaje jinsi wewe msikilizaji unavyotazama uaminifu, mawasiliano, hata nafasi ya marafiki kwenye mahusiano? Ni jambo la kutafakari kwa kina zaidi, kila mtu kivyake. Na kwa hayo machache tumefika mwisho wa uchambuzi wetu leo. Asante kwa kuwa nasi.